Sherehe ya mauti, simulizi na Sam Owino. Umewahi kusikia tukio gani la kushangaza kuwahi kutokea wakati wa sikukuu kubwa duniani? Kuna simulizi nyingi za watu waliokwenda kusherehekea, lakini furaha yao ikageuka kuwa hofu isiyoelezeka. Niliwahi kusikia simulizi moja ya sherehe ya kufungua mwaka, ambapo watu walikusanyika kwa wingi. Katika sherehe hiyo, binti mmoja aliyekuwa na marafiki zake alienda chooni kujisaidia, lakini hakutoka tena. Licha ya kutafutwa usiku kucha, alikutwa kesho yake asubuhi na askari akiwa ndani ya kile choo kilichofungwa kwa ndani. Mwili wake ulikuwa umeharibika vibaya, kana kwamba alikuwa amefariki muda mrefu sana. Haya ni baadhi tu ya matukio ya kutisha kuwahi kutokea kwenye sherehe za usiku. Simulizi ya leo nina uhakika itakuacha mdomo wazi. Inawahusu vijana 5 waliokwenda kusherehekea kufungua mwaka mpya nje kidogo ya mji. Usiku wa manane, walipokuwa wakirejea Dar es Salaam, walikutana na vitu vya ajabu barabarani, vitu ambavyo vilisababisha ajali ya kutisha. 4 walipoteza maisha papo hapo, na alibaki mmoja tu aliyenusurika, na baadaye akaja kutoa ushuhuda wa kushangaza uliotikisa jiji zima. Ni vitu gani waliviona barabarani muda wa usiku? Nini hasa kilisababisha ajali ile ya kutisha? Twende kwenye simulizi yetu. Lakini kabla hatujaendelea, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye chaneli yetu ya Sam Owino Simulizi. Tunawashukuru sana wote mnaotupongeza kwa simulizi zetu zenye upekee na utofauti. Tuendelee. Sikiliza mpaka mwisho. Simulizi hii inahitaji upole na utulivu, sio sana lakini. Jua la kwanza la mwaka mpya wa 2026 lilichomoza kwa tabasamu la kinafiki juu ya anga la jiji la Dar es Salaam. Ilikuwa ni asubuhi iliyotarajiwa kuwa ya heri, yenye harufu ya matumaini na mipango mipya, lakini kwa wakazi wa eneo la pembezoni mwa mji, karibu na njia inayoelekea fukwe za bahari, asubuhi hiyo iligubikwa na wingu zito la hofu na mshangao. Barabara ilikuwa nyeupe, ikiwa na mabaki ya fataki na chupa tupu zilizotupwa hovyo usiku wa kuamkia leo, ushahidi wa sherehe zilizofanyika kwa kishindo. Lakini umbali mchache kutoka barabara kuu, katika kamlima kadogo kenye miti iliyosongamana kana kwamba inaficha siri nzito, kulikuwa na gari moja aina ya Toyota Land Cruiser Prado, rangi ya fedha, limeegeshwa kwa mtindo usiokuwa wa kawaida. Gari hilo lilionekana kugonga mti mkubwa wa mwarobaini, lakini mgongano huo haukuwa mkubwa kiasi cha kusababisha uharibifu wa kutisha. Bampa la mbele lilikuwa limebonyea kidogo tu, na taa moja ilikuwa imepasuka, lakini vioo vya mbele na pembeni vilikuwa salama kabisa. Engine ilikuwa imezima, lakini taa za hazard zilikuwa zikiwaka na kuzima kwa unyonge, twi twi twi, kama mapigo ya moyo yanayoelekea kukata. Wapita njia wa kwanza, wamama waliokuwa wakiwahi sokoni na vijana wa bodaboda walilisogelea gari hilo kwa udadisi. Walitarajia kukuta dereva amelewa na kupitiwa na usingizi, jambo la kawaida kwa siku kama hii. Lakini walipochungulia ndani kupitia vioo vilivyofifishwa, tinted windows, kelele za hofu ziliwatoka, kelele zilizotoboa ukimya wa asubuhi na kuita umati mkubwa zaidi. Ndani ya gari hilo kulikuwa na ukimya wa makaburi. Kulikuwa na abiria 5, dereva, abiria wa mbele na 3 waliosongamana kiti cha nyuma. Kwa mtazamo wa haraka, walionekana kama watu waliopumzika baada ya uchovu wa sherehe. Lakini kadri jua lilivyozidi kupanda na kumulika ndani, ukweli wa kutisha ulidhihiri. Hakuna hata mmoja aliyekuwa kitikisika. Jeshi la polisi liliwasili eneo la tukio dakika 30 baadaye, likiongozwa na vingora vilivyoongeza taharuki. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani aliamuru eneo hilo lizingirwe kutepe wa manjano. Askari walipojaribu kufungua milango, walikuta imefungwa, locked. Ilibidi watumie vifaa vya kuvunja kioo cha dirisha na nyuma ili kufungua lock. Mlango ulipofunguka, hewa nzito yenye harufu ya ajabu isiyoweza kuelezeka, si harufu ya damu wala uozo, bali ya harufu ya kitu kama kemikali iliyochanganyika na marashi ya bei mbaya sana, ilitoka ndani ya gari. Mandhari iliyowakabili askari ni kitendawili ambacho hakijawahi kuonekana katika historia ya ajali za barabarani jijini Dar es Salaam.
Watu 4 wale watano walikuwa wamefariki dunia, lakini hawakugongwa na mti. Miili yao haikuwa na jeraha lolote la wazi. Hakuna mfupa uliovunjika, hakuna michubizo iliyoashiria vurugu za ajali. Walikuwa wamekaa kwenye siti zao kwa utulivu wa kutisha, na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba wote, bila kupungua hata mmoja, walikuwa wamefunga mikanda ya bisalama. Hata wale wa siti ya nyuma, ambao mara nyingi hupuuzia sheria hiyo, walikuwa wamejifunga mikanda hiyo kwa nguvu, kana kwamba walikuwa wakijiandaa kwenda safari ya kwenda Zahimu. Nyuso zao ndizo zilizosimulia kisa cha kutisha zaidi. Walikuwa wamekufa wakiwa wameshangaa. Macho yao yalikuwa yamekodoka, yamefunguka kwa kiwango cha juu kabisa. Mboni zao zikitazama mbele kwenye kioo cha gari, windscreen, kama vile walikuwa wakitazama kitu cha kuogofya mno dakika chache kabla ya roho zao kuacha miili. Vinywa vyao vilikuwa wazi kidogo, kama watu waliotaka kupiga yowe, lakini sauti ikagoma kutoka. Na kisha kulikuwa na damu. Si damu ya kuchuruzika kutokana na majeraha, bali michirizi miembamba, mizito na nyeusi iliyokuwa ikitoka kwenye pembe za macho yao na masikioni. Ilionekana kana kwamba shinikizo la damu vichwani mwao lilipanda ghafla kwa kiwango cha ajabu, au bongo zao zilihemkwa na kitu kizito kiasi cha kupasua mishipa midogo ya fahamu. Walionekana kama sanamu za nta zilizotengenezwa kwa ustadi wa kishetani ili kuashiria hofu. Vyombo vya habari navyo havikuchelewa. Waandishi wa habari kutoka vituo mbalimbali vya redio na television walisukumana kupata picha bora zaidi. Hii ni breaking news, mtangazaji mmoja alisikika akiripoti kwa sauti ya kutetemeka. Tuko hapa eneo la tukio ambapo gari aina ya Toyota imepatikana na miili ya vijana 4 ambao vifo vyao vimeacha maswali mengi kuliko majibu. Hakuna aliyevuja damu kwa nje, lakini nyuso zao zinaonyesha walikutana na kitu cha kutisha kabla ya mauti kuwafika. Je, ni nini kiliwaua bila kuwagusa? Wakati maiti hizo zikianza kutolewa kwa uangalifu ili zisiharibu ushahidi, askari mmoja alipiga kelele, "Leteni stretcher, huyu mmoja bado anapumua." Ilikuwa ni kijana wa kiume aliyekuwa amekaa siti ya nyuma, katikati ya maiti mbili. Kijana huyo alikuwa amejiegemeza upande mmoja, kichwa chake kikiwa kimeinama kifuani. Tofauti na wenzake, yeye hakuwa na ile michirizi ya damu machoni kwa wingi, ijapokuwa alionekana dhaifu sana. Mapigo yake ya moyo yalikuwa chini na ngozi yake ilikuwa ya barafu kama barafu, lakini alikuwa hai. Kuokolewa kwake kulileta mwanga kidogo kwenye giza hilo, lakini pia kulizua maswali mapya. Kwa nini yeye pekee ndiye aliyepona? Je, aliona kilichowaua wenzake? Gari la wagonjwa liliondoka kwa kasi likiwa na huyo majeruhi pekee, likielekea hospitali ya taifa Muhimbili. Nyuma yake, gari la polisi liliondoka na miili 4 iliyobaki kwenda chumba cha maiti kwa ajili ya uchunguzi. Eneo la tukio lilibaki na maswali. Watu walianza kunongona. Wengine walisema ni mambo ya kishirikina, wakidai vijana hao walitoa kafara. Wengine walisema labda ni hewa ya sumu ndani ya gari. Jijini Dar es Salaam, taharuki ilianza kusambaa kama moto wa kifuu. Picha za gari hilo na maelezo ya vifo vya macho ya damu zilianza kusambaa mitandaoni. Kila mtu alikuwa na nadharia yake, lakini hakuna aliyejua ukweli. Ukweli ulikuwa umefichwa ndani ya kumbukumbu za yule kijana mmoja aliyekimbizwa hospitali, na ndani ya gari lile ambalo sasa lilikuwa linakorotwa kwenda kituo cha polisi. Siku iliyofuata, magazeti yote yaliandika kichwa cha habari kimoja: kifo cha kigumu, nini kiliwaua vijana hawa? Hakuna aliyejua kuwa hii ilikuwa ni sehemu ndogo tu ya mchezo mchafu uliopangwa kwa ustadi wa hali ya juu. Hili lilikuwa ni pazia tu la kufungua mchezo wa kuigiza uliojaa damu, usaliti na ukatili wa kibinadamu. Daktari mkuu wa hospitali alipotoka katika chumba cha dharura, aliwaambia waandishi wa habari waliokuwa wamepiga kambi nje, hali ya kijana aliyenusurika inaendelea kuimarika, japo bado yuko katika mshtuko mkubwa, trauma. Anataja vitu vya ajabu, anazungumzia watu waliokufa wanaotembea na giza linalokimbia. Hatujui kama ni madhara ya dawa au ni kile alichokiona. Kauli hii ya daktari ilizidi kuchochea hofu. Ikiwa kijana huyu atasema ukweli wa kilichotokea usiku ule, basi Dar es Salaam nzima itatikishwa. Lakini je, huo ndio ukweli wenyewe au ni mwanzo wa uongo mwingine uliopangwa kupoteza maboya ya vyombo vya dola?
Siku 2 zilipita tangu kutokea kwa tukio la kutisha lililogubuka jiji la Dar es Salaam kwa wingu la hofu. Hospitali ya Taifa ilikuwa imezingirwa na ulinzi mkali, hasa katika wodi maalum aliyolazwa kijana pekee aliyenusurika katika ajali hiyo ajabu. Jina lake lilikuwa Juma. Juma alikuwa amepata nafuu kidogo kimwili, lakini kiakili alionekana mtu aliyetoka kushuhudia mwisho wa dunia. Daktari walithibitisha kuwa Juma hakuwa na majeraha makubwa ya ndani, isipokuwa mshtuko mkubwa wa moyo, shock, na michubuko midogo aliyoipata kutokana na mkanda wa gari kubana kifua chake kwa nguvu. Ijapokuwa alionekana dhaifu sana, mapigo yake ya moyo yalikuwa chini na ngozi yake ilikuwa ya barafu kama barafu, lakini alikuwa hai. Kuokolewa kwake kulileta mwanga kidogo kwenye giza hilo, lakini pia kulizua maswali mapya. Kwa nini yeye pekee ndiye aliyepona? Je, aliona kilichowaua wenzake? Kutokana na shinikizo kubwa kutoka kwa umma na vyombo vya habari vilivyokuwa vikieneza uvumi wa kila aina, kuanzia ugaidi, ushirikina, hadi magonjwa ya mlipuko, jeshi la polisi liliamua kuwa ni wakati muafaka wa kumhoji Juma ili apunguze taharuki hiyo. Mahojiano hayo yalitakiwa kurekodiwa ili kutumika kama ushahidi na pia sehemu ya taarifa kwa umma uliokuwa na kiu ya ukweli. Juma aliletwa katika chumba maalum cha mahojiano ndani ya hospitali hiyo akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Alionekana dhaifu, mikono yake ikitetemeka huku akishika kikombe cha maji. Mbele yake walikaa makachero wawili wa polisi na daktari wake wa saikolojia. Kamera iliwashwa. Juma, kachero mmoja alianza kwa sauti ya utulivu, tunajua umepitia kipindi kigumu sana, lakini tunahitaji kujua ukweli. Nini kilitokea usiku wa tarehe 31 Disemba 2025 kuamkia mwaka mpya? Nini kiliwaua wenzako? Juma alivuta pumzi ndefu, machozi yakimtiririka, akaanza kusimulia. Sauti yake ilikuwa ya chini yenye kutetemeka, iliyojaza chumba kile kwa baridi ya hofu. Ilikuwa furaha. Mwanzoni ilikuwa furaha, Juma alianza akijaribu kukusanya kumbukumbu zake. Tulikuwa tumeenda kusherehekea kuukaribisha mwaka 2026. Tulikuwa bichi tukifurahia maisha, tukiamini huu utakuwa mwaka wetu wa mafanikio. Tulikula, tulikunywa na kucheza mziki. Ilipofika mida ya saa 3 usiku kuelekea saa 10, tukaamua kurudi nyumbani. Barabara zilikuwa shwari, hakukuwa na msongamano mkubwa kwa sababu wengi walikuwa bado wamelewa huko walikokuwa. Juma alinyamaza kidogo, akameza mate kwa shida kana kwamba kuna kitu kizito kinamkwama kooni. Tuliamua kupita njia ya mkato, barabara inayopita pembezoni mwa kamsitu kadogo ambako hakuna makazi ya watu wengi. Tulikuwa tunaenda kwa spidi ya kawaida tu. Ghafla, Mungu wangu, mbele yetu katikati ya barabara, dereva alilazimika kufunga breki ya ghafla. Macho ya Juma yalikodoka kana kwamba alikuwa akiona kile kitu tena mbele yake. Tuliona mtu au kitu kilichofanana na mtu. Alikuwa amesimama katikati ya lami, ameturuhusu mgongo. Dereva alipiga honi, pii, lakini yule mtu hakuhama. Taa za gari zilipomulika vizuri, ndipo tulipogundua kuwa hakuwa mtu wa kawaida. Alipogeuka kututazama, Juma alianza kulia kwa kikwi. Ngozi yake ilikuwa ya bluu iliyopauka kama nyama iliyooza. Hakuwa na mboni za macho, kote kulikuwa kumejaa weupe tu. Mdomo wake ulikuwa mpana kupita kiasi na hakuwa anatembea, alikuwa anajivuta. Tulipokuwa tunashangaa huyo kiumbe, ghafla pembeni mwa barabara, kwenye vichaka, wakaanza kutoka wengine. Walikuwa wengi, ilikuwa kama familia nzima ya wafu. Kulikuwa na mmoja mrefu sana, mwingine mfupi kama mtoto, na mwanamke aliyekuwa na nywele ndefu zilizofunika uso wake. Wote walikuwa na ngozi hiyo hiyo ya kutisha, iliyopauka na kutoa harufu mbaya iliyoingia hata ndani ya gari letu lililofungwa vioo. Juma aliendelea kuelezea jinsi hofu ilivyowatala ndani ya gari. Tulipiga kelele, dereva alijaribu kurudisha gari nyuma, reverse, lakini tulipoangalia nyuma tuliona wengine wamefunga njia. Tulikuwa tumezingirwa na jeshi la viumbe vya kuzimu. Dereva akaweka gia ya mbele, akakanyaga mafuta ili wagonge tupite. Lakini hawakugongweka, waliruka na kudandia boneti ya gari. Hapa ndipo Juma alipoelezea sehemu iliyoleta msisimko wa kutisha zaidi. Tulianza kukimbia. Gari ilikuwa inatembea spidi ya 120, lakini wale viumbe walikuwa wanakimbia sambamba na gari, miguu mitu. Walikuwa wanagonga vioo kwa mikono yao yenye kucha ndogo nyeusi.
Walikuwa wanatutazama kwa macho yasiyo na uhai, wakitucheka kwa sauti zilizosikika kama radi ndogo ndogo. Ndani ya gari, hofu ilikuwa imefika kikomo. Wenzangu walikuwa wanapiga kelele za kuomba msaada, wakimuita Mungu, wakimuita mama zao. Dereva alikuwa akilia huku akijaribu kuyumbisha gari ili wale viumbe waanguke kutoka juu ya boneti. Ndipo dereva alipotupa amri, fungeni mikanda haraka, wanataka kupindua gari." Juma alielezea kuwa kila mtu alifunga mkanda wake kwa haraka na hofu. Wakati tunakaribia kutoka kwenye ile barabara ya msitu, yule kiumbe aliyekuwa juu ya boneti alipiga kioo cha mbele, windscreen, kwa nguvu. Kioo hakikupasuka, lakini sura yake iliogofya sana. Macho yake yalitoa mwangaza mwekundu. Kitendo hicho kilimfanya dereva kupoteza kabisa uwezo wa kufikiri. Aliona kama gari linaingia mdomoni mwa shetani. Kwa hofu hiyo kuu, mioyo ya wenzangu ilisimama. Niliwaona wenzangu wakiganda. Ni kama walipigwa na radi ya hofu. Walinyamaza ghafla. Mili yao ilikakamaa, macho yao yakatoka na kuanza kuvuja damu. Walikufa kwa hofu, died of fright, kabla hata gari halijagonga mti. Mimi nilifunga macho yangu na kuanza kusali kwa sauti. Gari liliyumba, likatoka nje ya barabara na kugonga ule mti. Bra! Kisha kukawa kimya. Juma alimaliza simulizi yake kwa kusema, "Sikuumia sana kwa sababu nilikuwa nimeinama nikisali. Nilipofungua macho, niliona wenzangu wote wamekufa, wakiwa wamekodolea macho kile kiumbe ambacho sasa kilikuwa kimetoweka. Hakukuwa na damu ya majeraha, ni damu ya bongo zao kupasuka kwa hofu. Hicho ndicho kilichotokea. Sio ajali ya kawaida. Tulishambuliwa na mapepo ya mwaka mpya." Maelezo ya Juma yaliacha chumba cha mahojiano kimya kabisa. Daktari wa saikolojia alikuwa akiandika kwa kasi, huku makachero wakitazamana kwa mshangao. Simulizi hiyo ilikuwa imekaa kimkakati sana. Ilijibu maswali yote magumu. Kwa nini walifunga mikanda? Kwa nini walionekana wameshangaa? Kwa nini walikufa bila majeraha ya nje? Kwa nini macho na masikio yalivuja damu? Jibu la Juma lilikuwa rahisi na la kutisha. Walikufa kwa hofu iliyopitiliza, extreme terror. Ushuhuda huu ulipovuka kwenye vyombo vya habari jioni hiyo, jiji la Dar es Salaam liliingia katika taharuki mpya. Watu walianza kuogopa kupita njia za vichochoroni usiku. Makanisa na misikiti ilijaa watu wakifanya maombi ya toba. Kila mtu aliamini kuwa mwaka 2026 umeanza na ishara mbaya ya nguvu za giza. Lakini katikati ya hofu hiyo yote ya kitaifa, kulikuwa na ukweli mchungu uliokuwa umefichika. Hakuna aliyegundua kuwa Juma alikuwa mwigizaji hodari. Hakuna aliyejua kuwa kila chozi alilolotoa, kila mtetemeko wa mwili wake vilikuwa ni sehemu ya script aliyoiandaa kichwani mwake kwa umakini mkubwa. Alikuwa amewageuza Watanzania wote kuwa watazamaji wa filamu yake ya kutisha, huku yeye akiwa ndiye mwongozaji mkuu. Wakati Juma akiendelea kupokea matibabu na huruma kutoka kwa kila mtu, madaktari wa chumba cha maiti walikuwa wakijiandaa kutoa ripoti ya mwisho ya uchunguzi wa maiti ile minne. Na ripoti hiyo ilikuwa na uwezekano wa kubadilisha mwelekeo wa upepo au kuzidi kumfanya Juma aonekane shujaa aliyeshinda nguvu za giza. Lakini kwa sasa, ulongo wa Juma ulikuwa umesimama kama ukweli mtupu, ukilindwa na hofu ya wanadamu juu ya yale wasiyoyajua. Giza liliingia tena jijini Dar es Salaam, lakini safari hii giza hilo lilificha siri mbaya zaidi kuliko wale viumbe wa kufikirika wa Juma. Siri ambayo ingeanza kufunuka taratibu katika siku zilizofuata. Ushuhuda wa Juma kuhusu familia ya wafu na mapepo ya msitu ulipoingia mitaani, jiji la Dar es Salaam lilibadilika ghafla. Hofu iliyotanda awali iligeuka kuwa mjadala mzito wa kitaifa ulioligawa taifa vipande viwili, upande wa imani na upande wa sayansi. Kwenye nyumba za ibada, makanisa na misikiti, tukio hilo lilitumiwa kama mfano hai wa nguvu za giza na matokeo ya kumuasi Mungu. Mahubiri ya Jumapili hiyo yalitawaliwa na kichwa cha habari kimoja: mshahara wa dhambi. Viongozi wa dini walisimama madhabahuni kwa ukali, wakikemea tabia ya vijana kusherehekea mwaka mpya kwa ulevi na zinaa badala ya kuwa katika nyumba za ibada. Hawa vijana hawakuuliwa na ajali ya kawaida.
Mchungaji mmoja maarufu alikaririwa akisema kwenye runinga ya taifa, waliingia katika himaya ya shetani wakiwa hawana ulinzi wa kiroho. Lakini alijitokeza mchungaji mmoja, Mchungaji Paulo. Mchungaji huyu yeye binafsi alikuwa na mtazamo tofauti. Alionya wananchi juu ya uharaka wa kufikia maamuzi au hitimisho, kwani alisema ya kwamba yawezekana kweli vikawa viini macho vya Ibilisi, lakini pia yawezekana ikawa ni michezo tu ya kibinadamu. Lakini wananchi wengi walimpuuza, wakiamini ya kwamba hakujali hali ya manusurikaye aliyeponea kwenye ile ajali. Wazazi walianza kuwakataza watoto wao kutoka usiku. Barabara ile ya msitu iliyodaiwa kuwa na hayo mapepo iliogopwa kama ukoma. Hata madereva wa taksi na bodaboda waligoma kabisa kupita njia hiyo baada ya saa 12 jioni, wakidai wameanza kuona vivuli vya ajabu. Lakini upande wa pili, wanasayansi na madaktari bingwa wa hospitali ya Naidianta Muhimbili na vyuo vikuu walikata kukubaliana na simulizi za kishirikina. Kwao, kila kifo kina sababu ya sayansi, physiological cause. Jopo la madaktari lilitoka hadharani kujaribu kutuliza taharuki hiyo kwa kutumia lugha ya taalamu. Msemaji wa jopo hilo alifafanua, tunapokea ushuhuda wa kijana Juma kwa umakini, lakini hatuwezi kuhitimisha kisayansi kuwa kuna wafu wanaotembea. Tunachohisi ni kwamba huenda vijana hawa walikumbwa na kitu kinachoitwa mass hysteria, hofu ya pamoja, au collective hallucinations, maono ya uongo ya pamoja. Wanasayansi walijenga hoja kuwa huenda kulikuwa na uvujaji wa gesi ya sumu, carbon monoxide, ndani ya gari hilo, ambayo iliathiri bongo zao na kuwafanya waone vitu visivyokuwepo. Au walidai inawezekana vijana hao walitumia aina mpya ya vilevi au madawa ya kulevya yenye nguvu ya kusababisha paranoia, wasiwasi uliopitiliza. Kifo cha kusimama kwa moyo kutokana na hofu, cardiac arrest due to extreme fright, kinawezekana, lakini ni nadra sana kutokea kwa watu 4 kwa mpigo bila kichocheo cha kikemikali, walihitimisha. Mabishano haya yaliendelea kupamba moto kwenye mitandao ya kijamii. Hashtag ya mapepo ya mwaka mpya ilishika nafasi ya kwanza Twitter, X na Instagram. Kila mtu alikuwa mchambuzi. Juma akiwa bado kitandani hospitalini alifuatilia yote haya kupitia simu yake kwa siri. Moyoni mwake alikuwa akicheka kwa dharau. Aliona jinsi uongo wake ulivyofanikiwa kuwapumbaza wasomi na viongozi wa dini kwa pamoja. Alijiona mshindi. Hakuna aliyekuwa akimchunguza yeye kama mhalifu, badala yake walikuwa wakimwangalia kama survivor, mshindani na shahidi wa kiroho. Wakati mjadala huo ukifukuta, ripoti ya awali ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ilikuwa ikikamilishwa kimya kimya. Sampuli za damu na viungo vya ndani vya marehemu hao 4 zilikuwa zimefanyiwa uchunguzi wa kina. Majibu hayo yalitarajiwa kutoka wakati wowote ili kukata mzizi wa fitina. Juma aliamini kuwa alishafanya usafi wa kutosha. Aliamini kuwa alifuta alama zote na kwamba hadithi yake ya mapepo ingefunika ukweli wowote wa kisayansi. Lakini hakujua jambo moja: sayansi haidanganyiki kirahisi. Siku ya 3 jioni, wakati jiji likiwa bado kwenye sintofahamu, daktari mmoja mwandamizi alitoka kwenye chumba cha uchunguzi akiwa ameshika faili jekundu. Uso wake haukuonyesha hofu ya mapepo, bali ulionyesha mshangao wa kitaalamu. Alichokiona kwenye darubini hakikuwa mashetani, bali kilikuwa ni chembe-chembe za kitu hatari ambacho hakikutakiwa kuwepo kwenye miili ya vijana hao. Wakati huo huo, katika chumba cha kuhifadhia maiti, mochwari, mhudumu wa zamu aliyekuwa akifanya usafi alisikia sauti hafifu ikitokea kwenye moja ya majokofu. Aliganda, moyo wake ukapiga kwa kasi. Je, ni yale mapepo yamefuata miili hiyo, au kuna muujiza unataka kutokea? Na ufalume wake wa uongo wa Juma ulikuwa hatarini kubomoka kwa kishindo kubwa. Kelele zilizotokea chumba cha maiti usiku ule ziliitikisa hospitali ya taifa. Mhudumu wa chumba hicho alitoka mbio akipiga yowe la kuogofesha. Ameamka, ameamka, mmoja yu hai. Daktari na wauguzi walikimbilia eneo hilo kwa haraka.
Walipofungua jokofu namba 8, walikutana na macho yaliyofunguka kwa shida yakitazama juu kwa unyonge. Alikuwa ni Kelvin, kijana ambaye awali alithibitishwa kuwa amekufa pamoja na wenzake 4. Mwili wake ulikuwa wa baridi sana, mipago ya moyo ilikuwa hafifu mno kiasi cha kutokuweza kusikika kwa stethoscope za kawaida awali, hali iliyojulikana kitaalamu kama Lazarus syndrome au kushuka kwa kiwango cha chini cha metabolism mwilini, suspended animation. Hakuwa amekufa, bali alikuwa katika hali ya kuzimia kwa kina, deep coma, iliyosababishwa na kitu kisichojulikana. Haraka sana alikimbizwa chumba cha uangalizi maalum, ICU. Habari hizi za muujiza zilisambaa hospitalini hapo kama umeme. Wakati huo huo, katika wodi ya VIP, Juma alikuwa ametulia akifurahia matunda aliyoletewa na wasamaria wema. Alikuwa akijihisi mshindi. Mpango wake ulikuwa umefanikiwa kwa 100%. Pesa alizokuwa amezitamani zilikuwa tayari kwenye himaya yake na dunia nzima iliamini kuwa wenzake wameuliwa na mapepo. Mlango wa chumba chake ulifunguliwa ghafla. Daktari wake aliingia akiwa na tabasamu pana, akifuatiliwa na mkuu wa upelelezi. "Juma, tuna habari njema sana," daktari alisema kwa furaha. "Mungu ni mkubwa. Mmoja wa marafiki zako, Kelvin, amepatikana yuko hai. Hakuwa amekufa, amezinduka chumba cha maiti." Tabasamu la Juma liliyeyuka papo hapo. Rangi ya uso wake ilibadilika kutoka maji ya kunde kuwa giziu. Kikombe cha chai alichokuwa ameshika kikamponyoka na kuanguka chini. Paa, kikavunjika vipande vipande. Badala ya kufurahi kama mtu aliyepata habari za kupona kwa rafiki yake, Juma alionekana kushtuka na kuingiwa na hofu kuu. Macho yake yalitoka pima na jasho jembamba lilianza kumtoka kipajini licha ya kiyoyozi cha chumba hicho kuwa kikali. "Hai?" Juma aliuliza kwa sauti iliyokauka. "Unamaanisha anaweza kuongea?" "Bado yuko ICU," mkuu wa upelelezi alijibu, huku akimwangalia Juma kwa jicho la udadisi. "Madaktari wanasema atapata fahamu zake kamili muda wowote kuanzia sasa. Tunatarajia atatueleza zaidi kuhusu hao viumbe wa msituni." Juma alijaribu kujichekesha, lakini sauti yake ilisaliti hofu iliyokuwa ndani yake. Ghafla alisimama kitandani kwa haraka, akionekana kuhangaika. Afande, mnatakiwa kumkamata." Juma alipayuka, maneno yakimtoka bila mpangilio. "Mkamateni Kelvin haraka, msimuache aongee na mtu yoyote. Mkamateni kabla hajakimbia." Kauli hiyo iliwaacha askari na daktari midomo wazi. Mkuu wa upelelezi alikunja uso. "Juma, unamaanisha nini? Kelvin ni mwathirika kama wewe. Kwa nini tumkamate? Kwani yeye ndiye aliyewaita hao mashetani?" Juma aligundua kuwa amepuyanga. Alijaribu kurekebisha kauli yake huku akitetemeka. Ndiyo afande. Yeye ndiye aliyekuwa akiwaongoza. Nilimuona akiongea nao. Yeye ni sehemu yao. Akiamka atawadhuru watu. Mfungeni pingu." Askari walitazamana. Maelezo haya mapya yalipingana na yale ya awali ambapo Juma alisema wote walikuwa wakilia kwa hofu. Kwa nini sasa anamsingizia Kelvin kuwa ni mshirika wa hayo mapepo? Kitendo cha Juma kutaka rafiki yake akamatwe badala ya kufurahi kuwa yu hai kilipanda mbegu ya shaka ndani ya akili ya mkuu wa upelelezi. Kulikuwa na kitu ambacho Juma alikuwa anakificha. Wakati Juma akiendelea kuweweseka chumbani kwake, huko ICU, Kelvin alifumbua macho. Alimvuta nesi wa karibu na kumnong'oneza kwa shida, "Polisi, niite polisi." Polisi walipofika kumsikiliza, Kelvin hakutaja mapepo wala hakutaja mizimu. Alitamka jina moja tu kwa uchungu, Juma. Askari aliyekuwa akimsikiliza aliuliza, "Juma amefanya nini? Aliwaokoa?" Kelvin alitikisa kichwa kukataa, chozi likimtoka. "Hapana, mkamateni. Hakuna mashetani, ni yeye, ni sumu na pesa." Kauli hii fupi ilibadili mwelekeo mzima wa kesi. Kivuli cha mwaka mpya kilianza kupasuka na mwanga wa ukweli ukaanza kumulika ukatili uliofichika nyuma ya pazia la urafiki. Ndani ya chumba cha ICU, sauti ya mashine za kupumulia ndiyo iliyokuwa ikisikika kwa wingi. Beep, beep, beep. Kelvin, akiwa bado amezingirwa na neli za matibabu, alikohoa kwa shida. Mkuu wa upelelezi alisogeza sikio lake karibu na mdomo wa mgonjwa huyo ili kunasa kila neno.
Kila silabi iliyotoka kinywani mwa Kelvin ilikuwa kama nyundo iliyokuwa ikibomoa lile jengo la uongo lililojengwa na Juma. Hatukukimbizwa na mizimu, Kelvin alianza kwa sauti ya kukwaruza, macho ya uchungu yakimwagika. Hatukukimbizwa na tamaa ya Juma, ilikuwa ni mpango wake tangu mwanzo. Kelvin alianza kurudisha filamu nyuma. Alieleza kuwa kundi lao la marafiki lilikuwa na watu 6, lakini rafiki yao mmoja aliyeitwa Baraka hakuwepo kwenye safari hiyo. Baraka alikuwa kijana mcha Mungu sana. Walipomshawishi ene bichi kusherehekea, Baraka alikataa katu. Mwaka mpya unaanza jua linapozama kibibilia. Siwezi kwenda kulewa na kufanya zinaa usiku ambao natutiwa kumwomba Mungu, Baraka aliwaambia. Maneno hayo ya Baraka yalionekana kama utabiri, kwani yeye ndiye aliyepona pekee mtego huo kwa kutokwenda. Tuliondoka 5, mimi, Juma, dereva wetu Musa na wasichana 2, Neema na Halima. Mimi ndiye aliyekuwa mfadhili wa sherehe hiyo. Baba yangu ni tajiri na kwenye akaunti yangu ya simu na benki nilikuwa na kiasi cha shilingi milioni 50 ambazo nilipanga kuzitumia kuanzisha biashara Januari. Juma alijua hilo. Alikuwa akinitania mara nyingi kuwa hizo pesa zingeweza kubadili maisha ya mtu. Baada ya sherehe za kifahari na kufungua champagne bichi, walianza safari ya kurudi usiku wa manane. Wakiwa njiani, Juma alilalamika njaa. Aliomba wasimame kwenye kibanda cha chipsi kilichokuwa wazi usiku huo. Juma alishuka peke yake, Kelvin alisimulia huku akitetemeka kwa kumbukumbu hiyo mbaya. Alituagizia chipsi na ndizi za kukaanga pamoja na kuku. Aliporudi garuni, alitugawia sisi wote, lakini yeye hakula. Alidai ameshiba sana pombe alizokunywa. Sisi kwa njaa na ulevi tulikula bila hofu. Safari iliendelea kwa takriban nusu saa, ndipo balaa lilipoanza. Haikuwa ghafla kama ajali, Kelvin alisema. Ilianza taratibu. Dereva alianza kulalamika anaona giza. Halima alianza kutapika. Tumbo lilianza kunikata kama nimenywea tindikali. Ndani ya dakika 5, gari iligeuka kuwa kuzimu. Kila mtu alikuwa akigaragara kwa maumivu, mishipa ikijikunja. Musa, dereva, alipozidiwa na kuanza kupoteza fahamu, gari lilianza kuyumba. Juma, ambaye alikuwa mzima kabisa na ametulia, alimwahi dereva, akashika usukani na kulisimamisha gari pembeni mwa barabara ya misituni. Wenzangu walikufa mmoja baada ya mwingine, Kelvin alilia. Ile sumu ilikuwa kali mno. Ilifanya mishipa yao ya damu kichwani ipasuke kwa presha. Ndio maana macho na masikio yalivuja damu. Walikufa wakiwa wameshangaa kwa maumivu, sio kwa kumuona shetani. Kelvin, akiwa anapambana na roho yake, alimwangalia Juma kwa jicho la kuomba msaada. Juma alimgeukia akiwa na tabasamu la baridi usoni mwake. Juma aliniambia, "Kelvin, najua bado unaniona. Una dakika chache za kuishi. Nina dawa ya kuzuia sumu hii, antidote, hapa mfukoni. Ukihamisha ile milioni 50 kuja kwangu sasa hivi, nakupa dawa uishi. Ukikataa, unakufa kama hawa mbwa wengine." Kwa hofu ya kifo, Kelvin alikubali. Alimpigia simu meneja wake wa benki, Visionary Trust Bank, akamweleza kwa shida kuwa ni dharura ya uhai na kifo na aruhusu uhamisho wa pesa hizo kwenda kwa Juma. Meneja alifanya hivyo kwa sababu ya uaminifu wa mteja wake. Meseji ya muamala ilipoingia kwenye simu ya Juma, Kelvin alimalizia kwa uchungu. Juma alicheka, akaniambia, "Asante kwa urithi." Hakunipa dawa yoyote. Aliniangalia nikipoteza fahamu. Kisha aliendesha gari kwa kasi kidogo na kuligongesha kwenye mti makusudi ili kuficha ushahidi wa sumu na kuifanya ionekane kama ajali. Alisafisha matapishi yetu, akapanga miili yetu ionekane tumeogopa, kisha naye akajilaza chini kujifanya kazimia. Ukimya ulikamata chumba cha ICU. Mkuu wa upelelezi alikunja ngumi kwa hasira. Hii haikuwa ajali, haikuwa mizimu. Hili lilikuwa ni tukio la mauaji ya halaiki, mass murder, na ujambazi wa kutumia silaha ya sumu lililofanywa na mtu aliyewaaminiwa kama rafiki. Juma alikuwa amesahau kitu kimoja. Sumu haikumaliza kazi kwa Kelvin haraka kama alivyotarajia, na sasa ushahidi ulikuwa wazi. Jiji la Dar es Salaam lilikuwa linakaribia kushuhudia anguko la shujaa wa uongo. Saa chache baada ya Kelvin kutoa ushahidi wake mzito ICU, Juma alikuwa chumbani kwake katika wodi ya VIP akijiandaa kuondoka. Alikuwa amevua sare za hospitali na kuvaa nguo zake za kiraia. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa furaha iliyojaa hofu.
Alijua lazima atoroke nchini usiku ule ule kabla Kelvin hajazinduka kikamilifu. Alichukua simu yake, akafungua programu ya benki. Macho yake yaling'aa kwa tamaa alipoziona zile namba, shilingi milioni 50. Ilikuwa ni pesa ya damu. Alijisemea moyoni, wamekufa, hawarudi. Hii pesa itanipa maisha mapya nchi nyingine. Hakuna atakayejua. Juma alibeba begi lake dogo, akavuta pumzi ndefu na kuelekea mlangoni. Aliposhika kitasa cha mlango ili atoke, mlango ule ulisukumwa kwa nguvu toka nje. Gonga! Mkuu wa upelelezi akiwa ameongozana na askari 4 wenye silaha alisimama mlangoni. Uso wake haukuwa na tabasamu la huruma tena, ulikuwa mgumu kama jiwe. Unakwenda wapi Juma? Mkuu wa upelelezi aliuliza kwa sauti ya chini lakini yenye mamlaka mazito. Juma alirudi nyuma hatua 2, kigugumiki kikimpanda. Naenda nyumbani afande. Nimesikia rafiki yangu Kelvin ameamka, nilitaka nikampumzishe. Ulitaka ukampumzishe au kamalizie? Afande alimkatisha kwa ukali. Kabla Juma hajajibu, pingu nzito za chuma zilifungwa mikononi mwake. Crack! Ndoto zake za utajiri ziliyeyuka papo hapo. Katika kituo cha polisi, ushahidi ulikuwa umepangwa mezani kama matofali ya kujenga kaburi lake. Ripoti ya daktari ilionyesha mabaki ya sumu ya arsenic kwenye miili ya marehemu, lakini ushahidi uliommaliza kabisa ni ule wa kibenki. Afande alimwonyesha Juma karatasi ya muamala. Angalia hapa, pesa ziliingia kwenye akaunti yako saa 9 na dakika 45 usiku. Muda huo huo ndio muda ambao gari lenu lilionekana likiingia kwenye ule msitu. Kelvin amesema yote. Uliwapa sumu kwenye chipsi. Ulitumia hofu yao ya kufa kuwaibia. Juma alijaribu kupinga, akirudia hadithi yake ya mapepo na wafu, lakini hakuna aliyemsikiliza. Sauti ya Kelvin iliyorekodiwa ikielezea ukatili ule ilipochezwa, Juma aliinamisha kichwa chini na kuanza kulia. Sio kilio cha toba, bali kilio cha majuto ya kukamatwa. Habari za kukamatwa kwa Juma na ukweli wa kilichotokea zilitangazwa asubuhi iliyofuata. Jiji la Dar es Salaam lilizizima kwa mshtuko mkubwa kuliko ule wa awali. Kumbe hakukuwa na mizimu. Kumbe yale macho ya damu hayakusababishwa na shetani wa kuzimu, bali na shetani mtu. Wananchi walipigwa na butwaa kugundua kuwa kijana waliyemwona shujaa ndiye alikuwa muuaji katili. Kesi ilienda haraka kwa sababu ushahidi ulikuwa wazi. Mahakama Kuu ya Tanzania ilimtia hatiani Juma kwa makosa 4 ya mauaji ya kukusudia na jaribio moja la kuua. Jaji wakati akisoma hukumu alimwangalia Juma na kusema kwa masikitiko, umeitafuta mali kwa damu ya marafiki zako. Umelitia taifa hofu kwa hadithi za uongo. Hukumu yako ni kunyongwa hadi ufe. Pesa zote, shilingi milioni 50, zilirudishwa kwenye akaunti ya Kelvin kwa amri ya mahakama. Lakini kwa Kelvin, pesa hizo hazikuwa na thamani tena. Miezi kadhaa baadaye, Kelvin aliruhusiwa kutoka hospitali. Alikuwa amepona sumu mwilini, lakini moyo wake ulikuwa na makovu yasiyofutika. Alipofika nyumbani, alimkuta rafiki yao wa 6, Baraka, yule aliyekataa kwenda bichi, akiwa amemshikilia Biblia. Baraka alimkumbatia Kelvin na kumwambia maneno ambayo yalihitimisha kisa hiki kizito. Niliwaambia, mwaka mpya hauanzi kwa vifijo na ulevi, huanza kwa magoti na shukrani. Mngesikiliza sauti ya Mungu, mngenindwa na kivuli hiki cha mauti. Kelvin alitazama picha ya wenzake 4 waliokufa, Neema, Halima, Musa na wengine, machozi yakimtiririka. Alijifunza somo chungu kuliko yote maishani, kwamba adui mbaya zaidi hayuko msituni wala kaburini. Wakati mwingine adui yuko pale pale kwenye meza ya chakula, akicheka na wewe huku akishika kisu nyuma ya mgongo. Dar es Salaam iliendelea na shughuli zake, lakini hadithi ya kivuli cha mwaka mpya ilibaki kama simulizi ya kuogofya, ikikumbusha vizazi vyote kuwa tamaa mbele, mauti nyuma. Subscribe at Yasam Owino Simulizi.